kitaifa ilikuwa kule Arusha, lakini sisi kama Tarime tukaona tuchukue nafasi hii kuifanya kipekee yetu, ambayo itahusiana. Jukumu la 4 ni kuhusu wakina mama, huduma yao hususan wanapokuwa wanajifungua, huduma ya afya kwa kina mama. Nilipokuwa kule kulikuwa na wazee fulani ambao ni maarufu. Kwa hiyo mama akiwa anatembea kutoka pale Mwimbare, akifika maeneo ya hapa kwetu, unakuta bahati mbaya tayari uchungu umefika. Sasa inabidi anajifungulia wapi? Kwenye kichaka fulani wanatengeneza, mzee mtaua anatafutwa, akishajifungua baada ya hapo akapata kitovu, mama inabidi arudishwe nyumbani. Hata hajafika hospitali. Na maadamu hata kliniki hajaihudhuria, mimi nikasema tukiamua sisi tuungane kama Tarime pamoja na wadau wengine, tukishaonesha nguvu zetu, tukamwonyesha mama sisi tunaweza, mama atasimama na sisi, hawezi kututupa. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo nikasema walau tupate kliniki pamoja na hizi dispensary ambazo zitakuwa kila mtaa, kuhakikisha huduma ile inapatikana. Na tukasema tukienda mbali tunatamani tupate na vitu mbalimbali kama magari ambayo yanapita mitaani kwa ajili ya kupima mama zetu ambao ni tayari ni wajawazito, kumpa maendeleo mtoto, afya yake, na baada ya pale akielekezwa hospitali ya wilaya, tayari hiyo huduma awali alishaipata. Kwa hiyo ndio maana tukaja na hayo mambo 4 ambayo ndo kama kipaumbele chetu. Lakini yote kwa yote tunatamani tumsaidie mama yetu ambaye sasa anasema kazi na utu wetu ambao tulionao ndani ya mioyo yetu itumike utu huo, walau leo na kesho tuungane nguvu yangu mimi na pamoja na wadau wetu wote ambao tumewacha nyumbani wako nje ya Tarime, tufanye jambo fulani ambalo litaleta muonekano na sura ya Tarime iwe Tarime mpya na ya muendelezo huo. Musa Liomba, mkurugenzi wa Mwanzo Foundation, kwa ile jambo ambalo amelifanya. Nilimuuliza hapa event itakuwa ya leo tunakupita. Akaniambia hapana, hii itaendelea. Mwakani tutafanya, mwaka kesho kutwa tutafanya na kuendelea. Leo ndo tumeanza. Akaniambia kuna vitu anafanya, yaani iwe taasisi kubwa, hiyo inachukua shida za kina mama wa Tarime, tuwaendeleze kina mama wa Tarime kwa ajili ya ustawi wa jamii ya Tarime. Alimwambia niandikie baadhi ya vitu nipelekee mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya aliambia nichukue changamoto nitakazopewa hapa, vitu watakapohitaji na nini nimwasilishie. Atanifanyia kazi. Kwanza yeye mwenyewe pia kafurahi kuona ni taasisi ya mzawa na inajihusisha na changamoto mbalimbali hasa zinazowakumba akina mama. Tena tukizingatia huyu ni kijana wetu, amesoma hapa, amekuwa hapa, leo amerudi kwenye jamii ile kuja kuisaidia. Ni wasomi wachache sana tuna moyo huu. Anaishi mbali, anafanya kazi mbali, angeweza kufanya vitu huko, lakini akaona ngoja nirudi Tarime. Wasomi wote wa Tarime tungerudi Tarime, leo Tarime ingekuwa. Tutahangaika sana kusema wanaume msiwanyanyase wanawake, wanaume usifanye nini, lakini kitu pekee kitakachokufanya wewe uwe huru ni kipato chako. Sijui tumeelewana? Ukiwa na kipato chako, sisi wanaume wala hatukusumbui. Yaani wewe ndio utakuwa unatusumbua sisi. Wala hatukusumbui na tutaishi kwa amani na wewe. Huo ndio ukweli, wengine tutajidanganya. Ukitaka kuwa huru, fanya kazi, jishughulishe nini upate kipato chako. Iko ndo ulinzi. Kina mama anawaambia. Hakuna mwanaume atarudi asubuhi ukiwa yuko kwenye nyumba yake. Hakuna mwanaume atarudi kesho anatembelea gari lako. Hakuna mwanaume atafanya nini akijua wewe uko vizuri. Tunawasumbua kwa sababu tunategemea na tukisema ondokeni hamwezi. Taasisi ya Mwanzo mpya ameaddress swala la mikopo. Amewaita watu wa mabenki, ameita nini? Hivyo vitu ndio vitawafanya
kuwafanya nyinyi muwe huru. Women empowerment tutaipata kutokea hapo. Kumuinua mwanamke, tutaweza kumuinua mwanamke endapo tutamuinua mwanamke kiuchumi. Ukimuinua mwanamke kiuchumi, umemuinua kijamii, social, na umemuinua kisiasa, political, anakuwa na nguvu. Ili msinyanyasike, lazima muwe na kipato kizuri. Kwa hiyo hii taasisi imekuja wakati sahihi. Angekuwa anaongelea mambo mengine bila kutaja kipengele cha mikopo, bila kuongelea mambo ya uchumi, hata mimi ningeona hii taasisi kwenye empowerment haiwezi. Hii maana yake maeneo yote ambayo network ya Yas inapatikana, utapata network yetu katika teknolojia nini ya 4G. Sasa tuko mbele ya wenzetu. Kwa hiyo ni moja ya faida ambayo mwanamama yoyote popote alipo, iwe ni Tarime mjini, iwe yuko Golega, iwe yuko Kiongera, iwe yuko Nyamwaga, Nyamongo, Mliba na Mangucha na maeneo kama hayo, basi atapata huduma ya Yas kupitia teknolojia nini ya 4G. Lakini fursa ina maana ya lipa kwa simu. Ni huduma ambayo inamwezesha mfanyabiashara mdogo, wakati na mkubwa kuweza kupokea malipo ya biashara au bidhaa aliyouza au huduma kwa mteja wake kwa njia ya mtandao. Na huduma ya lipa kwa simu unaweza kupokea malipo kutoka mitandao yote, lakini pia kutoka taasisi za kifedha za mabenki yote. Na mwisho wa siku wewe mfanyabiashara unapoenda kutoa hela yako unaitoa bure. Kwa hiyo haina makato. Kwa hiyo hiyo ni moja ya faida ambayo utaipata kama mwanamama ambaye unajishughulisha kufanya shughuli za biashara au huduma mbalimbali, basi hakikisha una huduma ya lipa kwa simu ambayo inapatikana kutoka kampuni ya Yas. Lakini kwa haraka pia ningeomba kuzungumzia kitu kidogo. Pale tuna ofisi ndogo tumeiweka pale, ndugu zangu wakina mama, tuna simu za mkopo ziko pale. Unatanguliza hela kidogo, kisha unakuwa unalipa kidogo kidogo kwa muda wa miezi 6. Ni simu nzuri sana, ni smartphone, zinatumia laini mbili, laini moja ya Yas, laini ya pili utaweka yote ambayo unataka kutumia wewe, na kisha utaendelea kuperuzi kama kawaida. Lakini faida nyingine, hii ni kwa igeni kusiri wakazi wa Tarime. Kimsingi tukio hili nafanyikia Tarime. Kampuni ya Yas tuko mbioni, Mungu akijalia siku sio nyingi na miezi kadhaa inayokuja, tutazindua rasmi duka letu la huduma kwa wateja katika wilaya ya Tarime. Na naamini itakuwa ni duka bora kuliko maduka yote ya mitandao ya mawasiliano ambayo yameshawekeza hapa Tarime. Haya nimeyasema leo kwenye kongamano hili, mtakuwa mashahidi wakati tunazindua duka letu, alafu mtatupima kati ya sisi na wao nani ni bora, natakiwa upate huduma zake na ujivunie nazo. Lakini kitu cha mwisho kabisa ambacho ningependa leo kuwashirikisheni, tunayo huduma ya kibubu. Tunajua mama zangu, dada zangu, kuna vyama vyetu tumekuwa tukijichanga, tukichangishana, tukikopeshana kwa njia hizi za kienyeji, tunasema hizi za hela za kutoka mkono mmoja kwenda mwingine. Sasa tuna huduma ya kibubu ambayo inawawezesha vikundi kujiunga, tukatengeneza akaunti maalum kupitia laini yetu ya Yas, wakawa na uwezo wa kuhifadhi makusanyo ya michango yao, lakini pia wakawa na uwezo wa kukopeshana. Na uzuri wa huduma ya kibubu, kila kinachofanyika kwenye ile akaunti, kila mwanachama anapata ujumbe wa SMS kwamba kuna hela imeingia au kuna hela imefanya nini, imetoka. Kwa hiyo hiyo inakurahisishieni nyinyi kama wana kikundi kuwa mnajua mzunguko mzima wa mapato na matumizi ya kikundi chenu. Mimi tu nimekwenda kukopa sijapewa. Je, una uwezo wa kurudisha hiyo pesa? Wao wanaangalia statement yako. Mtu anakwenda nataka milioni 100, ukiangalia statement yake ya mwaka ana shilingi 33,350 aloiweka mingi. Nani anakukopesha? Kwa hiyo kwanza niwakwambieni, hapo hata niwapigie promo. Jifunzeni kuweka pesa benki. Unajiania kwa sababu anakujua, unajiania anachota eneo zako. Matokeo yake mtakuja kumlaumu Musa, kumbe tatizo ni nyinyi wenyewe. Zaidi ya watu milioni 1 wamekwisha fikiwa. Na hata juzi kwenye siku ya wanawake duniani, kama ambavyo mkurugenzi wetu Rioba ametuambia,
Wizara ya Katiba na Sheria ambayo inasimamia na kuratibu Mama Samia Legal Aid ilikuwepo Arusha kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wote, na takwimu zinaonyesha baba akifariki, mama amebaki, ndugu huwa wanasumbua sana. Kwa kwenye masuala hayo ya mirathi, kampeni ya mama inasaidia wananchi hawa kuweka mazingira na haki zao kuweza kupatikana. Hiyo ametuambia hapa kwamba taasisi yake inashughulika pia na masuala ya elimu. Mama kwenye masuala ya elimu, kama ambavyo mnafahamu, mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini zilikuwa zinatengwa bilioni 464, lakini mpaka tunapozungumza kwa bajeti ya 2024-2025 inayoishia Juni 30 mwaka huu, bajeti imetoka bilioni 464 na sasa hivi tuko bilioni 787. Hiyo yote ni kuhakikisha watu, wanafunzi wanaotoka katika mazingira magumu nchini, wamesoma shule zetu za kata, hawana uwezo wa kulipiwa ada vyuo vikuu, wanapata bumu 100%. Mimi niko chuo kikuu cha St. Augustine, ninaona wote ambao wamefanikiwa kupata mikopo kwenye matumizi huo wanapata 100%, na kwenye ada ndio wanaangalia kali. Lakini hiyo haitoshi. Kwenye Samia Scholarship mpaka tunapozungumza hivi sasa, mwaka 2024-2025 wanafunzi 588 wamenufaika na Samia Scholarship wanaomaliza kidato cha 6. Kwa hiyo kupitia foundation yetu nzuri pendwa ya kijana wetu mzao mzalendo kutoka Tarime, Bwana Rioba, ninajua tutahakikisha wanafunzi wanafaulu katika ufaulu ulio mzuri kuelekea kusoma sayansi, kwa sababu mama yupo, na tunataka akina mama mliopo hapa mtuhakikishie kwamba 2025 mama anashinda kwa kishindo, kwa sababu vyote alivyoviandaa havijawahi kuwepo.